Yesu asifiwe, mtu wa Mungu mahali popote ulipo. Kwa majina ninaitwa Pastor Fortune Shayo. Ninataka kukuletea kipindi changu tena sahihi. Somo langu linahusiana sana na mabinti. Naomba unisikilize kwa makini sana na Mungu aweze kusaidia uweze kutoka hapo ulipo ukapiga hatua nyingine zaidi. Somo langu linasema kwamba unajitahidi sana kwenye maombi. Jitahidi basi na kubadili tabia zako. Unajitahidi sana kwenye maombi. Jitahidi basi na kubadili tabia zako. Kwa mfano, umeenda sana kanisani kuombewa ili upate mwenzi bora wa maisha yako. Na ni vigumu sana kwako kupata hitaji la moyo wako kwa sababu kutokana na jinsi ulivyo na jinsi unavyoenenda. Kwa hiyo ukitaka kujibiwa maombi yako na ukitaka kujua kwamba umeenda kanisani kuombewa ili upate mwenzi bora, lakini inakuwa vigumu kwako kupata hitaji la moyo wako na kutokana na jinsi wewe ulivyo. Maana yake kwamba kuna namna ambavyo wewe ulivyo binti au wewe mwanamke au mtoto wa kike ulivyo, inakupelekea na inakuathiri kwamba kuna vitu ambavyo utaweza kuvipata. Ni kwa sababu hizo. Kwa hiyo nisikize kwa makini sana. Kuna vitu ambavyo nitakuelezea kwa undani kabisa. Alafu ukiwa navyo hivyo vitu, jaribu kuviondoa. Unavoviondoa, mimi nataka nikwambie maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi latoka kwa Mungu. Tunaweza kusema kwamba hiyo Mithali 16:1 kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Ni kweli binti, unahitaji kweli la mwanaume. Ni kweli, ni maandalio ya moyo wako. Jawabu linatoka kwa Mungu, sawa. Lakini jawabu hilo la Mungu, unaweza ukawa umeandaa wewe moyo, lakini Mungu akawa hayupo kwenye hilo jawabu sasa. Na unaweza ukawa umeandaa kabisa moyo, ukajua kabisa kwamba tayari Mungu anaweza akanifanyia hili jambo. Mungu asilifanye ni kwa sababu ya tabia, the way zilivyo na wewe ulivyo. Kuna vitu vingi ambavyo tumekutana navyo, hasa sisi ambao tunawasikiliza watu. Nimesikiza changamoto nyingi, nimewasikiliza watu wengi kwa habari ya mahusiano na kwa habari ya mtu anakuja kijana na kuambia kwamba jamani, binti yule nampenda lakini kuna 1 2 3. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba kuna the way mtu alivyo ndivyo vinavyomnyima kupata mwenza sahihi wa maisha yake. Nataka nikwambie jambo moja. Ukitaka kumtafuta au kumpata mwenzi bora wa maisha yako, cha kwanza kuna vitu kama 3 au 4 nataka uviangalie kwa makini ili viweze kukusaidia. Ukitaka kupata mwenzi bora wa maisha yako, 1, acha kiburi. 2, acha dharau. 3, acha maringo. 4, punguza vikwazo. Sawa binti? Mungu akusaidie binti yangu. Sio kwamba mume hayupo. Sio kwamba hitaji lako Mungu alioni. Hitaji lako Mungu analiona sana. Ila sasa Mungu hawezi kujibu penye kiburi, penye dharau, penye maringo na penye vikwazo. Yaani binti, punguza kiburi. Binti, punguza maringo. Binti, punguza vikwazo. Utanielewa tu. Acha mdomo mchafu. 4 hivi, vitu 5 hivyo. Cha kwanza, acha kiburi, acha dharau, acha maringo, punguza vikwazo, punguza masharti, acha mdomo mchafu. Punguza kujiona wewe ni hot cake. Sababu wanaume wengine wanakula michembe, hawalagi keki. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo mimi nakuhakikishia una pepo, hujalogwa, haujaendoa kwa mganga ngende. Nataka nikwambie uchawi wako upo kwenye kiburi, dharau, masharti, maringo, mdomo mchafu. Yaani unamkuta binti hujaolewa, rafiki yangu, unakaa katikati ya watu. Hapo kuna mama wake zako, kuna mawifi zako. Sio kwamba ni mama mko wa kweli, umezungukwa na watu ambao baadaye wataweza kuwa wakwe zako, mawifi zako, mume wako. Umekaa binti, unaanza kuwa na mdomo mchafu, huwezi kumpata mwenza aliyewahitaji. Nimekuambia mambo kama 5.
ukitaka kumpata mwenza aliye sahihi na aliye bora, na ukitaka kujibiwa maombi yako, cha kwanza acha kiburi, cha pili acha dharau, cha tatu acha maringo, cha nne punguza vikwazo, cha tano punguza masharti, na cha sita acha mdomo mchafu, na mwisho acha kujiona keki. Yaani acha kujiona wewe ni hot cake, kwamba hakuna kama mimi. Binti wewe ni mzuri, binti wewe ni mwema, ila shida iko kwenye mdomo, kiburi, dharau, masharti mengi. Sitaki hiki, nataka hiki. Sipendi hiki. Punguza masharti. Punguza masharti, acha dharau, acha malingo. Acha kujiona kwamba wewe ni mzuri kuliko watu wote duniani. Utaishia kuwa mrembo na utaishia kuja kuolewa kwa wakati ambao sio wa kwako. Na ndio maana yake kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo unaenda sana kwenye maombi, yani asilimia kubwa umetumia sana gharama kuandika mahitaji yako ya mume kila unapokutana na mkutano, kila unapokutana na nabii, kila unapokutana na unaambiwa tu andika hitaji lako mume. Andika. Uwezi kumpata aliye bora kama hivyo vitu haviwezi kuondoka ndani yako. Vitu hivyo visita hivyo ni vibaya sana. Hujalogwa, una uchawi wowote, hamna mapepo, hakuna laana kwenu, hakuna shangazi wala mjomba aliyekuloga. Ingekuwa shangazi na mjomba amekuloga, wao wasingeoa, wao wasingeolewa. Lakini hiyo ni akili yako imetengenezwa kwamba shangazi ananionea wivu, mjomba ananionea, si baba mdogo, si dada yangu anajua akonea wivu, mbona yeye ameolewa? Akonea wivu, mbona yeye ameoa? Akonea wivu, mbona yeye anasonga mbele na mahusiano yake? Wewe upo vile vile leo, jana na leo. Ni kwa sababu ya masharti ulioyaweka. Punguza masharti. Punguza mdomo mchafu. Punguza kujiona keki. Punguza kiburi. Ondoa vikwazo. Umeweka vikwazo mno. Yaani wewe una vikwazo, yani masharti kama mganga kienyeji ana afadhali. Kwa hiyo unajikuta kwamba uwezi kumpata mwenzi aliye sahihi hata kama utaandika maombi. Watu watakuombea na miguu wataweka kichwani na nywele zitanyonyoka, na mume huyo unayemtafuta utampata. Ni mpaka utoke kwenye hivi vitu 6 nilivyovisema. Ondoka hapo leo. Acha kujiona keki. Acha kujiona kwamba kwa sababu eti wewe unajiona bora sana, unajiona wa thamani sana, unapofuatwa na kijana unampandisha, unamshusha, unamwona kwamba sio hadhi yako, sio wa size yako. Kwa hiyo ukijua kwamba kadiri kile unachokitengeneza ndicho utakachokikivuna, kwa sababu hayo ndio yanayokutengenezea kiburi, dharau, majivuno, maringo, masharti, vikwazo na mdomo mchafu na kujiona keki. Kwa hiyo hivyo vitu hauwezi kutoka hapo ukapata mume. Mume hawezi kuja kwa njia hiyo. Mume hawezi kuja kwa staili hiyo. Uwezi kumpata huyo mwanaume kwa hiyo vitu. Ondoa hivyo vitu, utampata mtu aliye sahihi kwenye maisha yako. Kwa hiyo punguza kujiona keki, sababu wanaume wengine nimekuambia hawalagi keki, wanakulaga. Kuna kitu kinaitwa michembe. Michembe ni ile zile viazi vinavyokatwa vinaanikwa vinakula. Kwa hiyo wanaume wengine wako smart, wako vizuri, hawalagi keki, wanakulaga michembe. Kwa hiyo hivyo hawana shobo. Na wewe punguza shobo hizo, ondoa vikwazo, ondoa dharau, ondoa midomo michafu, punguza masharti, punguza maringo. Utampata mtu ambaye yuko sahihi kwenye maisha yako. Ukweli ni kwamba mwanaume anakutegemea wewe mwanamke kwenye maisha yake. Ndio maana kuna msemo kuwa mke anauma kuliko mzazi, kwa sababu wewe ndio umebeba hatima ya mwanamke, na usipojitambua unamtaka nani kwenye maisha yako, unaangukia kwenye sifa mbaya. Kwa hiyo ukijua kwamba mwanamume ambaye anakuhitaji wewe, anakutaka wewe kama wewe, hataki hayo malingo yako, hataki hizo dharau zako, hataki hayo masharti yako, hataki huo mdomo wako mchafu, hataki ujione keki. Na ndio manake wanasema mke anauma kuliko mzazi. Kwa nini mke anauma kuliko mzazi? Kwa sababu mwanaume anachokitaka ni mwanamke mwenye wanauke ndani yake. Amtaki mke mwenye yaani amtaki mke ili mradi mke. Anamtaka mke mwenye wanawake ndani yake. Anamtaka mke anayefanana na mama yake.
Anamtaka mke ambaye atakava nafasi ya mama mzazi. Anamtaka mke ambaye atakuwa chini ya mamlaka yake. Kwa hiyo wewe unapojiona keki, upo kwenye mahusiano. Na ndio maana unawakuta wanawake wengi wanajiona. Unamkuta binti anamwambia kijana wa kiume kwamba yani wewe una bahati sana kuwa na mimi kwenye mahusiano. Are you serious? Kweli. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umejisahau. Unajiona keki. Unajiona wewe ni matawi ya juu, kwamba mtu amebahatika kuwa na wewe kwenye mahusiano. Sio kwamba wewe umebahatika kuwa naye. Jidanganye. Huwezi kuolewa. Huwezi kumpata. Utaishia kuwa na wanaume za watu. Utaishia kuwa na watu ambao wameshaenda umri, kwa sababu wewe unajiona keki. Utabaki na urembo wako na huku bado unaendelea kutumika mahali ambapo huwezi kuja kufanikiwa kuolewa. Watakutumia sana, na mwisho wa saa hakuna mwanaume atakayevumilia masharti yako, maringo yako, viburi vyako, dharau yako na mdomo wako mchafu. Hayupo mwanaume wa aina hiyo. Mwanaume anapenda mwanamke mwenye wanamke ndani yake, anayejitambua, anayejiheshimu na anayejidhamini. Kwa hiyo ukivikosa hivyo vitu, usitegemee kwamba utampata aliye sahihi, zaidi ya kwamba utakuja kuanguka mikononi mwa wanyang'anyi. Na unapoanguka mikononi mwa wanyang'anyi, usianze kulia, usianze kutafuta ushauri. Wewe umeyatengeneza mwenyewe, na unapoyatengeneza ukiyamwaga unatakiwa uyazoe, na yakisha mwagika yazoleki. Kwa hiyo ukijua kwamba kuna vitu pointi unazipoteza kwa sababu ya masharti yako unayoweka, vikwazo. Unamwekea mtu vikwazo mpaka anashindwa kuvivuka. Lengo ni nini? Hata aliyekuwa na lengo ya kukutolea mahari au kukuoa kabisa hawezi, kwa sababu ya yale masharti na vikwazo ulivyoviweka kwenye hiyo njia. Kwa hiyo pia mwanaume akikupenda kweli, cha kwanza, wanawake msichokijua, watu wengi huwa wanasema kwamba wanaume hawajui kupenda. Asili ya mwanaume ni kupenda. Mwanaume akikupenda, kuna mambo kama mawili au matatu ya kuangalia. Cha kwanza, mwanaume akikupenda, cha kwanza anakusikiliza. Cha pili, anakuhudumia. Na cha tatu, anabeba shida zako kama za kwake, hata kama hiyo shida ni kama mlima Kilimanjaro. Mwanaume mwenye asili ya kukupenda, akikupenda hatoangalia tatizo wala shida yako ni kama mlima. Lakini ukiona mwanaume hajakupenda, hakusikilizi, hakuhudumii, na wala hawezi kubeba shida zako. Kwa hiyo wewe ukitaka kujenga, ukiondoa hizo vitu nilizokutajia hapo, ukimpata mtu ambaye wewe unahisi kwamba wanaume hawajui kupenda, wanaume wana asili ya kupenda ndani yao, wana ile kupenda. Na akikupenda, ishara ya kujua kwamba mwanaume amekupenda, cha kwanza kabisa anakuhudumia, na cha pili anakusikiliza, na cha tatu anabeba shida zako zinakuwa za kwake. Kwa hiyo jichunguze hapa leo. Jichunguze, jitathmini, jiangalie. Kama hivyo vitu havipo, ukao ukijua bado hujaondoka kwenye zile tabia 7 nilizozitaja pale. Kwa hiyo bado wewe uko kwenye. Kwa hiyo mwanaume yupo na wewe tu kukupima na kukuangalia, je, utageuka? Je, utakuwa chini? Wanaume wanapenda sana mwanamke ambaye ana wanawake, anayejitambua na anaweza akawa chini ya mamlaka yake. Ni sawa, wewe unaweza ukawa unajiona wewe keki, unajiona mzuri, unajiona kwamba wewe ni kwamba kila kitu. Ndio maana yake unaweza ukamropokea tu mwanaume na ukaongea tu ukamwambia kwamba kwanza wewe una bahati sana kuwa na mimi. Jidanganye. Hakuna kitu kama hicho. Utabakia vile vile, kwa sababu tayari kwamba mwanaume, yani wewe mzuri, unaweza ukawa mzuri kama keki na usione hela ya mwanaume, na usione chochote kinachohusiana na mwanaume, kwa sababu nimekuambia hivi, kuna mtu huko mahali unalalamika, unasema mwanaume ni mbaili, mwanaume atoi hela, mwanaume anipendi. Lakini nataka nikwambie ukweli kwamba kuna mahali ambapo ameshikwa, anaonekana yeye ni bora na wa thamani. Kama hatoi kwako, kuna mahali anatoa tena nyingi tu. Kama hakusikilizi wewe, kuna mahali anasikilizwa.
Kama akuhudumii wewe, kuna mahali anahudumia. Kama atatui shida zako, kuna mahali anazitatulia shida zake. Kwa hiyo pima leo, jiangalie, jitathmini, jichunguze. Kama bado unajiona wewe ni keki bora kuliko keki zote, ukao ukijua majiko pia nayo yanatofautiana, na rangi za keki pia zinatofautiana, ladha zinatofautiana, japo sukari ni ile ile, vipimo ni vile vile, kwa sababu kila mtu ana namna ambavyo ana uwezo wa kukoleza na uwezo wa kufanya ile keki yake ikaonekana bora. Unaweza ukajiona wewe ni keki bora, lakini keki yako haina ubora wa ladha au gumu au haijaiva kwa viwango ambavyo vinavyotakiwa. Kwa hiyo kama ukiona hausikilizwi, hudumiwi, acha kulalamika kwamba huyu mwanaume atoi hela. Kuna mahali anatoa. Hujajua tu kwamba nimekwambia mwanaume ana ule uhalisia wa kupenda ndani yake, na akikupenda anatoa. Na ukiona atoi, ni kweli kabisa kuna wanaume ambao hawahudumii wanawake, hawala hana muda, lakini nataka nikwambie aliye sahihi na aliyependa lazima atatoa. Lazima atatoa tu. Na atoa kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wewe umekaa chini ya kile kitu ambacho anakitaka. Mwanaume hawezi kumhudumia mwanamke mwenye vikwazo. Hawezi kumhudumia mwanaume mwenye dharau, kiburi, masharti, malingo, majivuno, kiburi, dharau. Huwezi kupata chochote kutoka kwa huyo mwanaume. Kwa hiyo ukao ukijua kwamba vitu hivyo ukiweza kuviondoa, utaanza kuhudumiwa. Kwa hiyo sasa, jambo lingine ni kwamba nikwambia pia pia mwanaume akikupenda kweli, nitakwambia atakusikiliza, atakuhudumia, wala hawezi kuangalia udhaifu wako, atajitoa kwako na hawezi kukubali kukupoteza akipenda kweli. Kwa hiyo mwanaume yupo radhi kujinyima hata kwa familia yake, lakini wewe upate huo upendo ambao upo kwake. Yaani mwanaume yupo radhi, mwanaume aliyependa kweli yupo tayari kujinyima na kuwanyima wale wanaowapenda kwa sababu tu ya kutimiza furaha yake kwako. Kwa hiyo mwanaume ambaye amependa kweli ana uwezo wa kukutimizia ile furaha yako na kukuonyeshea kwamba dharau na maringo si kitu kwake. Swali la kujiuliza leo, je, ushawahi kupata huo upendo? Yaani lazima ujiulize leo kama mwanamke ambao unajua kabisa mimi napenda au napendwa. Jiulize hilo swali leo, kwamba mwanaume anayekupenda na kusikiliza na kujali na kuthamini, anakupa kila kitu na yupo tayari kupoteza kwa ajili yako. Jiulize swali leo, je, umeshawahi kuupata huo upendo? Na kama hujawahi kuupata huo upendo, je, ufanyeje ili uweze kuupata upendo? Unajikuta unachangua sana na unakuta unadondoka usipopendwa, na wengi umepoteza bahati hizo kwa sababu ya ujinga. Watu wengi yani wanawake wengi wamekuwa na chaguzi sana. Amemchagua huyu ameacha, amemchagua huyu ameacha, amechagua huyu kwa sababu anampa hela. Ndio maana nakwambia kwamba utatumiwa sana. Wanaume ambao ulionao, inawezekana katika listi ya watu wanaume 10 ulionao, hakuna hata mmoja, wote tu wanakutumia, kwa sababu hakuna mwanaume anaoa mwanamke mwenye masharti, mwanaume mwenye vikwazo, mwanaume mwenye dharau, mwanamke anayejiona keki, mwanaume anayejiona mwanamke unayekaa naye mahali, yani yeye kazi yake ni kujionyesha kwa watu kwamba mwanaume huyu ana bahati ya kuwa na mimi. Huyo mwanaume hawezi kukuonyesha kile ambacho yeye anataka kukuonyesha. Kwa hiyo watu wengi wamepoteza watu sahihi na watu ambao wanawapenda kwenye maisha yao kwa sababu ya ujinga. Amen. Kwa hiyo kutwa upo kwenye maombi, kuomba mara 7, umefunga mara 770, lakini bado mambo ni yale yale. Ni mpaka utakapoondoka kwenye hivyo vikwazo. Maombi yanagonga mwamba kwa sababu ya tabia hizo nilizozitaja: masharti, unayopunguza, acha dharau, acha vikwazo, acha kiburi, punguza masharti, punguza mdomo mchafu, na punguza kujiona keki. Mimi nakwambia hivyo vitu vikiondoka kwako, hata maombi utayaomba, utaweza kumshukuru tu Mungu na ukampata mtu ambaye ni sahihi kwenye maisha yako. Tabia zako ndizo kikwazo na cha wewe kutokukutana na mwanaume wa ndoto zako. Tabia zako hizo ndizo zitaja kama 7 hivi, ndizo zinazokunyima wewe kukutana na mwanaume wa ndoto zako. Kwa hiyo wanaume unaokutana nao sio wanaume wa ndoto zako, kwa sababu umekutana na wanaume ambao wanakupa starehe, wanakupa furaha ya muda mfupi, wanakufurahisha kwa sababu ya tamaa, na wewe unawafurahisha kwa sababu wewe unataka pesa, hautaki
kitu ambacho kinaitwa mume wa ndoto zako. Kwa hiyo ukimkosa mwanaume wa ndoto zako, ukao ukijua kwamba utampata mwanaume wa kukutimizia haja ya mwili na sio kutimizia haja ya mapenzi ya moyo wako. Kwa hiyo tumegundua kwamba leo kwamba asilimia kubwa watu wameshindwa kuishi kwenye ndoto zao ni kwa sababu ya kuwa na tabia hizo ambazo tumezijaja. Mwanaume wa ndoto yako pengine unakutana naye kila siku, lakini kwa kuwa una mdomo mchafu, unavaa kikaba, una maringo kama binti mfamo, una masharti kama unafanya kazi TBS, yani una viwango ambavyo hata TBS wenyewe wanaogopa kwamba sisi hatuje kupitisha hiki kitu. Kwa hiyo unaweza ukawa unakutana na huyo mwanaume kila inapoitwa leo, unakutana naye sehemu mbalimbali, lakini hawezi kukusogelea kwa sababu ya vile unavyovionyesha. Umejikuta yani kwamba wewe yani umefanya vituko, unafanya vitu ambavyo haviridhishi. Kwa hiyo mwanaume wa ndoto zako hawezi kukusogelea endapo kwamba bado wewe unavaa kikaba, unavaa ovyo, unaongea ovyo, unaenda kila mahali. Wewe binti, kila mahali unaenda, mama unaingia hapa, hakuna sherehe inayokupita, hakuna jambo linalokupita. Yani iwe hata ambalo uhusiki unaenda pale. Kwa hiyo sasa huwezi kukutana na mwanaume wa ndoto zako. Ni vigumu sana kukutana naye. Mabinti, punguzeni dharau na ujinga. Ndio ile unakuta kijana ni mzuri na mabinti ni wengi, wazuri tu wamejaa, lakini mwanaume anaanza kutamani angeoa binti fulani. Unakuta labda ni kanisani au kwenye familia, kwenye jumuiya, kwenye ofisi, unamkuta binti ni mrembo. Wanaume sasa yani mwanaume anasema kwamba kuliko nimchukue binti wa ofisini huyu anayejiona hivi, mwenye hiki. Ndio maana unakuta kwamba ndani ya makanisa mtu anatoka anaenda kuoa sehemu nyingine, ni kwa sababu ya mabinti ambao sasa wanaonyesha hivyo vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa hiyo ni ngumu sana wanaume wa pale kanisani kuoa mabinti wa aina hii niliyowataja. Kwa hiyo mkipunguza dharau na kuondoa ujinga, unamkuta mtu aliye tayari kukuoa. Kwa hiyo unashangaa vijana wanatamani tu kuoa wanawake ambao sio. Sasa kwa taarifa yako, utaomba sana, utafunga sana, lakini kwa kuwa shida ipo kwenye tabia zako na sio kiroho, basi utaendelea kupishana na gari la mshahara kila siku. Kwa hiyo angalia sana. Mara ngapi umefunga? Hata mara 770 umefunga, umekesha, umeomba, lakini bado uko vile vile. Kwa hiyo nataka kushauri jioni ya leo ya kwamba lazima ujue namna sahihi ya kuweza kuondoka. Ni kweli uliumizwa, lakini punguza malingo. Watu wengi wanalinga kwa sababu ya maumivu waliopitia. Ni kweli uliumizwa, lakini punguza malingo. Huenda ni kweli wanaume waongo, lakini bado unahitaji kuwasikiliza kwa sababu sio kweli wote wamezaliwa na mama moja. Unapowajibu ovyo wanaume na kukataa kuongea nao, wewe unadhani ni nini? Utajua kuwa upo single na unatafuta mchumba. Hawezi kujua. Kwa hiyo hata unashangaa kwamba mwanamke una majibu mabaya, una majibu mabovu. Kwa hiyo usitegemee kwamba unakuja kuweza kukutana na mtu ambaye ni sahihi kwako, kwa sababu hawajui kama wewe uko single kwa sababu ya wewe unavyoishi, unavyoongea ovyo, unavyoropoka. Kwa hiyo siku ukiacha ushamba na kujiona wewe sio keki, ndio siku ambayo hata maombi yako kwa Mungu yatafanya kazi. Narudia tena. Siku ukiacha ushamba na kujiona na kutokujiona keki, ndio siku ambayo hata maombi yako mbele za Mungu yatajibiwa. Mungu anawatumia watu kutimiza kusudi lake. Sasa wewe endelea kuwadharau watu. Siku zote unaweza kukuta kwamba yule kaka unayemdharau ndiye anaweza akakuunganisha na yule kaka ambaye ndio mume wako. Unaweza kukumta yule shemeji unayemwona hana maana, au watu uliowakuta pale kwenye ile eneo la kazi ukaona hawana maana, kumbe wale ndio wanaoweza kukuunganisha. Kila mtu Mungu anamleta ili kutimiza kusudi. Kwani hujawahi kushuhudia watu wengi wanasema kwamba fulani ndio aliyenifanya mimi nikakutana na huyu, fulani ndio aliyefanya ile biashara mimi nikakutana? Kwa sababu gani? Mungu anakutanisha watu kupitia watu. Kwa hiyo endelea tu kuonyesha dharau na kiburi, tuone kama utampata aliye wa ndoto zako. Hauwezi kumpata wa ndoto zako. Kuna wanaume Mungu anawaleta kwako kwa njia ya wao kuonekana kama vile sio wa kiroho kama ulivyodhani wewe. Kuna wanaume ambao Mungu anawaleta kwako kwa njia yao kuonekana maskini. Kuna watu wanakuja kwenye maisha yako kwa sababu wewe si una maringo, una kiburi, una dharau. Mungu hawezi kukuletea wa mtu anayefanya kazi BOT
au unayefanya kazi sijui wizara ya ardhi sijui, hawezi kukuletea kwa sababu ya hali ile. Mungu anamleta mtu wa kawaida ili Mungu atake kuvunja kiburi chako na kukuondolea maringo yako. Anakuletea mtu wa aina fulani, anamfanya ndio mtu ni sahihi, lakini Mungu anamfanya awe maskini, awe waovyo, awe wa kawaida sana. Aangalie wewe unafanya nini, aangalie je unaweza. Ndugu yangu, unyenyekevu ni tunu. Yaani ukiyavunja mapenzi yako, maana yake kiburi kinaondoka. Kwa hiyo kadiri unavyowachukulia watu na kadiri unavyowabeba watu, ndio unashangaa Mungu anaanza kukutengenezea connection ya mtu ambao unamhitaji kwa maisha yako. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wengi wameshindwa kuondoa ujinga kwenye fahamu zao na kwenye vichwa vyao kwa kutegemea kwamba wanawapata wanaume ambao wana kazi, wana magari, wana nyumba. Mwanaume mwenye gari na nyumba, wewe una gari, una nyumba, unafanya kazi ofisini wewe. Kwa hiyo unakuta kwamba kitu kinachokukwamisha ni tabia zako, sio kwamba wanaume hawakutaki. Tabia ulizonazo ndizo zinazowafanya watu wanaacha kukupa kile unachokitaka. Kumbuka kuwa njia za Mungu hazichunguziki. Muombe Mungu kisha kuwa na imani juu ya kile ulichokiomba. Unapokuwa na mashaka na kila mwanaume anayekuita au kutongoza, basi unajikuta unamkataa kila mwanaume na kujikuta unazeeka pasipo kuolewa. Umekuta kwamba binti ni mzuri sana, unashangaa anayeolewa yani hata hajui kupaka mafuta. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya unyenyekevu, ya utii. Kwa hiyo mwanaume anaangalia kwamba kulikoni niwe na huyu mrembo ambaye atakuja kunipasua kichwa, ni heri niwe na mtu ambaye ana utu ndani yake na ana wanawake ndani yake. Sio kila mwanamke anayeolewa ukajua kwamba ameolewa kwa sababu ya uzuri alionao. Kuna wanawake sio wazuri, wanaendesha magari, wana nyumba nzuri, wamepewa vitu vya thamani, ni kwa sababu ya ule wanauke ulio ndani yao, sio uzuri. Kwa hiyo sometimes sasa hivi mwanaume nao wanaangalia wanawake wenye akili, hawaangalii tu uzuri, wanaangalia mwanamke mwenye future. Anaweza kuwa mama wa mtoto wangu, anaweza kwamba mimi nikipata tatizo anaweza kukava mahitaji, anaweza kusolve, anaweza kuwasaidia ndugu zangu, anaweza kuwabeba wazazi wangu. Kama hiyo wewe hauna, unabaki na kiburi na dharau na maringo yako, ukao ukijua kwamba wataolewa wote, utabaki na urembo wako na utakuja kuishia kwamba utaishia mahali ambapo sio pa kwako. Mwisho kabisa nasema hivi, acha tabia ya kudharau watu usiowajua. Tabia zako ndizo zinazoendelea kuwafanya watu wawe mbali na kile ambacho unachokihitaji. Kwa hiyo acha tabia ya kudharau watu usiowajua. Tabia zako ndizo zinazoendelea kukukosesha wachumba na wale watu ambao ndio ndoto za maono yako. Siku ukianza kuwa mnyenyekevu na mwenye kuongea na watu vizuri, basi hata watu watavutiwa na wewe na wataanza kukupa matumaini, na utaanza kukuta kwamba uaminifu utakaoonyesha utakupeleka kwa mwanaume wa ndoto zako, utakupeleka kwa mwanaume ambaye ameandaliwa kwa ajili yako, na utakufanya uwe kwenye ile spidi uliokuwa unataka kuanza nayo. Lakini usipokuwa mnyenyekevu, usipoonyesha uaminifu, hauwezi kuwa mahali ambapo unapotakiwa kuwa, kwa sababu tayari wewe umekuwa ni mtu ambaye hauwezi kutii kwa kitu chochote. Unyenyekevu nimekwambia ni tunu, na unyenyekevu sio kwamba wewe ni mjinga. Unyenyekevu unamfanya mtu aende mahali ambapo alikuwa hataki kwenda, kwa sababu unyenyekevu unavuta neema na kibali. Na ndio maana Biblia inasema kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali. Kwa hiyo kama wewe unaweza ukawa ni kitu chema, lakini una kibali, sasa una kibali kwa hiyo mwanaume, una kibali kwa Mungu. Kwa hiyo unalazimisha kuingia kwenye mahusiano ambayo hayana kibali. Kwa hiyo ukao ukijua kwamba kitakacho kusaidia ni kwamba punguza vile vitu 7 nilivyokuambia. Ukiviondoa, Mungu ni mwaminifu na Mungu atakukutanisha na watu ambao hujawahi kukutana nao. Kwa hiyo mpaka na hapo nafikiri nitakuwa nimekusaidia kwa asilimia, kama sio 95 basi ni asilimia 100. Hiyo 5 mimi nimeiondoa, ila kwa asilimia 100 na kuhakikishia, siku ukiacha kiburi, ukapunguza dharau, ukaacha malingo, ukaacha masharti, ukaondoa vikwazo, ukaacha mdomo mchafu, ukaacha kujiona we keki, basi na mimi nakutamkia utakutana na mume wa ndoto zako. Nakupenda sana.
Mungu akusaidie. Nisikize ili somo mara 2 utapata jibu na Mungu atakusaidia, utavuka hapo. Amen.